Bwana, mechi ya juzi kati hapa ambayo ilichezwa Zanzibar, Yanga akawa amekula kichapo mzee. Bwana, hii mechi ilimwacha jirani yangu na maumivu baada ya vigeregele. Mimi sio shabiki wa mpira, lakini niliamua hii story niibebe kwa kweli. Sasa siku hizi kumetokea utamaduni fulani. Bwana, timu fulani mke timu fulani. Hasa hizi timu zetu mbili pendwa. Na tunajua kinachotokeaga pale mmoja anapokuwa amechapwa. Sasa ile mechi si ikazoa balaa mtaani kwangu bwana. Mama mtu ni Simba, baba mtu ni Yanga. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji, mechi hiyo Yanga walipigwa. Sasa Mwamba baada ya kupigwa, kamaliza zake kuzomewa huko, kaamua kurudi zake mageto. Akarudi zake mahome ili akazomewe na mke wake vizuri. Yaani alijua kabisa anamkuta mama mtu kama ngoja kwa hamu. Sasa ile mishale ya saa 5 kwa sababu hii mechi nakumbuka ilichezwa usiku. Basi mimi niko na cheki zangu movie kama kawaida yangu. Movie ndo kitu changu pendwa kabisa yani. Mara Mwamba kafika kalipaki bodaboda lake. Ni bodaboda huyo jamaa. Mama mtu furaha za kwenda. Kelele kede. Kama unavyojua mama mtaani, timu yao ikishinda ni vigeregere, ni makelele kwa kwenda nyuma. Majirani ya mkeni nyingi kinoma noma. Mwamba alivyofika kwa sababu washazoeana, anajua kabisa hapa lazima nitazomewa. Kapita zake ndani, hakuongea na mtu. Mama mtu hakumzingatia wala nini. Ni kelele tu, mwendo mdundo. Sasa kama kawaida ya jamaa, katoka zake na ndoo, namsikia anafungua mlango, ana ndoo, basi anakwenda kuoga. Ilikuwa ni kawaida yake. Hapa wakishua hawezi kunielewa. Yaani washroom iko tambo kadhaa. Anyways, ile anatoka tu. Kama unavyojua, adui yako muombe mabaya, muombe njaa. Si mama mtu karopoka. Unajua alilopokaje? Anasema kocha nimempenda bure. Banange. Kilichotoka huko silikamdondoka baba mtu masikioni wala hata hakuchelewa. Bila kufikiria mzee baba alichomjibu, unajua alimjibuje? Akamwambia sinenda kuoe. Mama mtu hakuwaza wala kuchelewa. Alichomjibu anasema aje anichukue tu anionyeshe kazi, maana wanaume wa Yanga hawana kazi. Kwa kweli nilipokuwa nikasema kumeumana, tumefikia huko. Baada ya sekunde kama kadhaa nilisikia mama mtu amekula mkofi huo. Kilichoendelea hapo, jaza nafasi zilizo wazi. Anyways, sasa kutokana na hii scenario, kutokana na utani wa hivi, nikagundua kumbe kuna utani unaweza ukasababisha ugomvi ndani au ukasababisha furaha ndani. Na mara nyingine ukaenda mbali zaidi, unaweza ukaua hata mahusiano uliokuwa nayo. Katika video iliyopita tulijaribu kuzungumzia kukaa kimya katika baadhi ya scenarios, right? Katika video hii tutaangalia kwa nini unapaswa kuangalia sehemu ya kufanya utani na mbebe wako na kwa nini unapaswa kufanya utani na mbebe wako. Tuanze na namna utani unavyotengeneza mahusiano. Kwanza, utani unatumika katika kuongea ukweli uliokuwa mgumu. Yaani unarahisisha ukweli uliokuwa mgumu. Utani na mazungumzo ya kuchekesha katika mahusiano mara nyingi hufanya kazi kama sehemu salama ya kudeliver message, ya kukosoa mtu. To tell you the truth, utani inakuwa ni sehemu fulani hivi ya kuweza kutumia kudeliver kitu ambacho unajua kabisa kinaweza kikaleta ugomvi katika mahusiano. Kwa mfano, unaweza ukamtania, siku hizi naona umekuwa kiongozi wa nchi, simu yako inakuwa busy mara zote, au ni mfanyabiashara nini, au unaangalia nchi inaendaje nini. Anaishia kucheka tu, lakini tayari umedeliver kitu. Yani manake badala ya kusema siku hizi naona hunijali, hujitambui, hujui majukumu yako, amna, unaona kabisa hii itamkasirisha, itaonekana unamtusi, unatumia utani wa ngeli hiyo. Jambo namba 2, utani unarudisha na kuongeza mahaba. Lakini utaniuliza, unaweza ukarudisha imani au trust baada ya mbebe wako kukusaliti, au unaweza ukarudisha amani ndani ya nyumba au ndani ya mahusiano baada ya kugombana na mbebe wako vikali? Kiukweli hapa inaonekana haiwezekani, right? But listen to me here, na naomba unielewe. Hapa nataka nizungumze kuhusu utani unavyoweza kuvunja kile kitu kinaitwa sitaki kuongea naye, sitaki kurudiana naye. Ngoja nikupange. Mnapocheka pamoja, ubongo mara nyingi kuna kitu unakuwa unasema. Unatoka katika ile hali ya kisirani, unakuja katika hali ya furaha. Yaani unaanza kujihisi kama uko salama hivi. Na hii sio kwamba inakuja bure, ni issue ya kisayansi. Mnapokuwa mnafanya utani, unapomtania, ukamchekesha, ukazungumza maneno fulani hivi ambayo yanachekesha, mara nyingi ubongo unaachia kemikali fulani hivi ambazo ni oxytocin, dopamine na endorphins. Ngoja nikuweke darasani, nikupige science kidogo. Oxytocin ni homoni fulani hivi ambayo ni ya bonding. Nilishawaeleza kuhusu hili. Inaongeza trust, inaongeza wewe kujisikia uko salama. Lakini endorphin ni hormone ambayo inapunguza maumivu, lakini inabadilisha mood, inatengeneza hisia za furaha na inaanza kuondoa stress. Yaani zinaposhuka hizi hormone, hata kama alipanga kutokupa, anakupa. Yaani unapewa kila kitu. Lakini mahusiano yenu yanapokuwa ni mahusiano ya mnuno kwa kwenda nyuma, kwa kweli mnakuwa na zile stress za cortisol, za dopamines. Mahusiano yenu yanakuwa ni mahusiano ambayo ni mwendo wa stress, ni mwendo wa msongo wa mawazo, ni mwendo wa kununiana. Sasa hebu tuangalie kautani ambako unaweza kukatumia kakabadilisha upepo. Kwa mfano, anaweza akakwambia, wewe usikii kabisa nachokueleza, huwa unielewi siku zote. Wewe ukajibu ukasema sio kweli, una exaggerate mambo, unatia chumvi nyingi. Hapa lazima mununo utazidi, yani kutatokea jambo fulani kubwa. Lakini ukimjibu kwamba sasa naona tunaanza kuongea kama mawakili walioko mahakamani wanajibizana leo, right? Hapa inaonekana kwamba unamtania, haujakasirika, yani haujamjibu vibaya wala hujamjibu vizuri. Mwisho wa siku issue resolved, maisha yanaendelea. Faida namba 3 ya utani. Utani unatengeneza kumbukumbu
katika maisha yenu ya mahusiano, na hata kama mtakuja kuachana mtakumbukana. Trust me, ubongo wetu huwa unapenda vitu ambavyo vinaleta furaha, vinaleta feelings fulani vya amazing na vitu vya surprise kidogo, right? Sasa mkitaniana, mkacheka, hata kama siku ilikuwa ni mbaya, inabadilika kuwa siku nzuri na ya kumbukumbu. Kwa mfano, mmeanza topics za hela, mmoja anaanza kusema kwa drama. Kwa mfano, labda umemchamba, au kwa mfano umemsema, anasema usinione kapuko sasa hivi, ndani yangu humu kuna bilionea. Na wewe unamjibu, simuoni bilionea hapo, namuona wamenionea. Sasa badala ya kununiana, hapa mnacheka, mnafurahi. Yani nafsi zenu zinasuhuzika kabisa, lakini mmeambiana ukweli hapo. Mwisho wa siku hii moment inabakia katika bongo zenu, na hata siku mkija kuachana mnakuwa mnakumbuka mlivyokuwa mkifanya utani wa namna hiyo. Faida namba 4, utani ni sehemu ya mahusiano kudumu. Hili ni jambo ambalo limefanywa tafiti na limeonyesha kabisa couples ambazo wanakuwa wanacheka, wanafurahi, mara nyingi hudumu na kuimarika. Hii ni kwa sababu utani mara nyingi huwa unaongeza ukaribu, hupunguza stress na usaidia wabebezi kuwasiliana kwa vizuri hata wakati wa changamoto. Sasa couple inaweza kudumu namna gani kwa kupitia utani? Kwanza, inaonyesha ni kiasi gani mubebe ana uwezo wa kufikiria. Mtu mwenye utani mzuri mara nyingi anajua timing ya kutania, anaelewa hisia za mwingine, ni mbunifu wa nini cha kufanya ili mwenzake afurahi, lakini pia anajua mazingira ya kufanya utani. Sio kila sehemu anatania. Kwa mfano, wewe shemeji yangu hapo umeunguza chakula kwa ajili ya mume, kwa ajili ya habibi. Sasa mubebe badala ya kuanza lawama, anakwambia hongera, naona leo tumefungua mgahawa wa mkaa. Sasa badala ya kulaumu kwamba chakula gani umenipikia hiki, kwanza kimeungua, hakina ladha, la, anatumia tafsida, anatumia utani. Mwisho wa siku na wewe una respond, japo kwa kutabasamu, japo kwa kuumia, amekwambia ukweli, lakini ndo hivyo, amani inatawala. Yani mubebe au shemeji yangu amebadilisha hasira kuwa kicheko. Roman ya pili ndani ya hii point, utani unapunguza ugomvi. Katika namna gani? Tafiti zinaonyesha wabebezi ambao wanatumia utani katika ugomvi, katika kujibizana, mara nyingi wanadumu kupita kiasi. Kwa mfano, mubebe akiwa anachelewa kujiandaa, muna safari. Sasa shemeji yangu anasema, kwa hii spidi yako inabidi tukiwa na safari tuanze kujiandaa juzi. Yani hapo ujumbe umefika, lakini hapana kufokeana wala kulaumiana. Lakini pia kama tulivyosema mwanzoni kabisa, utani unaongeza ukaribu. Wapenzi wengi ambao wanajua utani mara zote huwa wanafanya utani kutokana na mambo yao yaliyopita huko nyuma. Katika namna gani? Tulishazungumzia homoni zinazotokea, zinazoletwa, na mwisho wa siku mnakuwa pamoja. Yani kama wewe ni mtu wa utani, tena utani wa kuchekesha, lakini hiki nacho ni kipaji, akina Steve Mweusi na Ndaro, basi watadumu kwenye mahusiano kwa sababu utani wao wale unachekesha vibaya mno. Anyways, hata mubebe akiwa kazini, akiwa kwenye mihangaiko, aisee anakumbuka, anatamani arudi nyumbani haraka, apate furaha, apate mazungumzo mawili matatu na wewe ili afurahie. Kwa mfano, shemeji yangu anapendelea kujibu opposite ukimuuliza jambo fulani. Shemeji yangu anajifanya ni mtu anayekosea maneno, anajitahidi kukosoa lakini bado anakosea. Mwisho wa siku wewe unaanguka kwenye vicheko, kumbe anafanya ili ufurahi. Basi na utani mwingine ambao unaujua wewe, kwa kweli kila muda unakaa unamuwazia, unatamani uwe naye karibu. Mwisho wa siku hiyo bondi kuvunjika ni ngumu. Faida namba 5, utani unasaidia kuzishinda nyakati ngumu. Maisha ya stress, misunderstandings za hapa na pale, maisha ya bills, kwa kweli hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikapunguzwa kwenye mwili wako kwa kupitia utani wa wewe na mubebe. Kwa mfano, umeme umekatika wakati wa mechi, wewe ni mpenzi wa kuangalia mipira, au nyote ndani ni wapenzi wa kuangalia mpira. Mubebe anasema, kwa hiyo TANESCO wameona tunafaidi sana au inawezekana operator wa leo kapigwa ndo maana kaamua kukata umeme. Sasa badala ya kukasirika kwamba umeme umekatwa, mwisho wa siku mnajikuta mnaanguka kwenye kicheko, utani juu ya utani. Mwisho wa siku issue resolved, mnasubiria umeme unarudi, maisha yanaendelea. Jambo namba 5, utani unakusaidia wewe kujua kwamba mubebe uliye naye ana ukuaji wa kiakili, yani ni mtu anayejitambua. Mara nyingi mtu anayejua kutania huwa anakuwa na control nzuri ya hisia zake, huwa hajibu kila kitu kwa hasira, anaangalia anafanya utani gani na wakati gani. Huyu shemeji yangu anajua kabisa kuna utani unaojenga, unaokaribisha karibu, unaofurahisha, lakini pia anajua kabisa kuna utani ambao unadhalilisha, unavunjia heshima, lakini pia kuna utani unaoumiza na kuleta msongo wa mawazo. So unapokuwa na mubebe ambaye anatambua vitu hivi, aisee, unajua kabisa hapa nina mtu anayejielewa. Lakini ukiona una mubebe ambaye yeye muda wote ni kutania na utani wake unakuwa ni mbaya ambao unakuumiza, you have no green partner, una ready partner. Sasa ndugu yangu hapo ni mtu wa kuongea. Yani wewe hujui utanie wapi, hujui usitanie wapi. Lakini pia wewe ni mtu ambaye ni nunu, muda wote umenuna, haujulikani muda gani umefurahia, muda gani umekasirika. Yani wewe muda wote ni serious. Sasa kutokana na video hii unataka sasa na wewe uanze utani na mubebe, na wewe uanze kuzungumza, kubadilisha mudi ya makasiriko kuwa katika kicheko. Sasa nataka nikupe precaution, usije ukatania katika sehemu hizi. Moja, usije ukatania ukapiga kwenye mshono. Yani maana yangu, usije ukamtania shemeji yangu
kitu ambacho unajua kabisa kilishawahi kumuumiza. Kwa mfano mahusiano ya nyuma, kwa mfano mambo ya mpira haya, unajua amepigwa na unajua ni mpenzi wa mpira, basi ukamtania kuhusu hilo. Lakini pia angalia kabisa, usije ukamtania kuhusu madhaifu yake. Ni mtu mfupi, ni mtu mrefu sana, ni mtu ambaye hajiwezi bedi, yani madhaifu yale ambayo unajua ni madhaifu ya shemeji yangu, usije ukagusa kabisa katika utani wenu. Tania vitu vingine. Namba 2, usije ukatania sana mkiwa katika serious mood, utajikuta unakula makofi au matusi. Nimalizia kwa kusema usije ukatania mtu akiwa na njaa. Abdunuru hapa. Kama umeenjoy video ya leo, dondosha like, bonyeza comment, lakini pia unaweza ukashare kwa mtu mwingine ambaye anahitaji video kama hii. Tukutane katika video ijayo.